Wameiba hela zote kwenye gari, vichele wameenda navyo, baada ya kosa dogo tu la kusahau kufunga milango ya gari wakati wanaenda kufungua mashine ili watoe vichele. Bwana, kuna siku moja hivi kulikuwa kuna kampuni moja hivi pale Sumbawanga, kitu kama Get Show au JX, sina kumbukumbu nzuri, lakini kati ya hizo kampuni mbili. Siku moja wa China wameenda sehemu, kuna sehemu wanaenda wanatakiwa wakafungue, ni mwisho wa wiki watoe vichele kwenye mashine. Sasa wamefika hiyo sehemu, wakatoka kwenye gari wakaenda ndani. Sasa sisi tuna tabia tukienda kutoa sehemu vichele lazima tujifungie ndani, hatutakagi watu waone, kwa sababu ile unajua mwingine akiona hela kidogo anaweza kujisikia vibaya, au mambo ya tamaa ya kuiba nini, kwa watu tunawatoa nje. Kwa watu wakatolewa nje, wale wa China wakajifungia ndani na mbongo waliokuwa naye. Sasa kumbe huku gari hawajarock. Sasa kuna zile tabia, mtu mwingine anapita karibu na gari anaigonga, anaipiga, au mwingine sasa kwa mmoja akapita pale kajikaa kama anafungua hivi, alipovuta tu mlango ukavutika, afu ndani kuna vichele. Oya, watu wacha wapite navyo. Watu wakawa akachukua mmoja, akachukua tray moja kama hiyo, akakimbia. Wengine wakawa wanaogopa, wakasema bwana, tukikimbia tutakamatwa, sio nini, tusichukue. Wengine wakaanza kuchukua, wakachukua mwisho siku vyote vya. Sasa wakati ndo unajua ikatokea kama kelele nje sana, watu wakashangaa, wapo ndani wa China nje, kwani kuna nini? Kuchungulia hivi, oya, gari limefunguliwa, watu wanabeba ile wanaondoka. Wao wanafika tu pale kuangalia kwenye gari, bahati nzuri noti zinakuwa zipo kwenye kabegi fulani hivi, kunasema zinachomeka. Kwa hiyo kama sio mwenyeji hauwezi kujua hela zinakaa wapi noti. Kwa sasa bahati nzuri tu noti ndo zilipona, lakini vichele wakaenda navyo. Sijajua ilikuwa ni shilingi ngapi, lakini walitembea na hela nyingi. Kwa hiyo jamaa pale wakaanza kuangalia na kuanza kutukana. Kwa Wachina wale wanaanza kubadilishana. Mwingine anasema kwani hujafunga, mbona kwani hujanikumbusha, sio nini? Unajua watu wa China wenyewe wanakuwa ni wafanyakazi. Kwa hiyo kuna boss kwa hapo. Najua walikuwa wanawaza hivi, boss tutamwambiaje? Tutamwambia nini? Tutamwambia ile imeenda wapi? Ile mbongo tu anawacheki. Bwana, siku hiyo ilikuwa ni hatari. Yaani siku hiyo sasa mimi nimetoka job na narudi home, kwa msendo akanipa hiyo story. Nikasema hii hatari. Hao sikaja wameamua wabahatike. Mungu amewafungulia, wameamua wachukue hela. Kwa wakapita nazo. Sasa sijajua kama Mungu kule mbinguni aliandika ni dhambi au ulikuwa ni mpango wa Mungu tu mwenyewe, aliamua wa bless. Bana, sikizeni, mchina atakuja atajichanganya, hata funga wewe pita, chukueni hela. Lakini sio Mungu. Itakuwa shetani. Au ni Mungu. Vyovyote vile, lakini bwana washikaji, kwa hela zao zikawa zimeondoka kwa staili hiyo hapo bwana. Vichele vikaamsha, basi wakaenda kinyonge, yani siku ya hasara.